Karibu tena ndugu mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika somo la Kiswahili. Leo tunaangalia kuhusu matumizi ya kamusi. Ninaamini hapo ulipo unayo kamusi. Kama uko library basi waweza kuchukua kamusi, au kama uko darasani au uko nyumbani, kama mezani kuna kamusi pale, basi naomba uchukue kamusi ili twende pamoja. Mada yetu inahusu matumizi ya kamusi. Maana yake nini? Namna ya kuitumia kamusi katika kujifunza somo la Kiswahili. Hii ndio maana ya mada hii, matumizi ya kamusi. Tunaitumia wapi, kwa malengo gani? Ndugu mwanafunzi, katika madarasa uliyosoma ya shule ya msingi na sasa kidato cha kwanza, umekuwa ukikutana na swali la ufahamu. Ukisha soma hii kifungu cha habari, halafu mwisho anakuambia ueleze maana za maneno kama yalivyotumika kwenye kifungu cha habari. Njia moja nyepesi ya kuweza kupata maana za maneno haya ni pamoja na kutumia kamusi. Kwa hiyo hapa leo tumie na muda wako vizuri, usikilize kwa makini ili uweze kujua namna ya kuitumia kamusi. Kwanza, kamusi ni nini? Kamusi ni kitabu cha marejeo ambamo maneno yameandikwa kwa kufata utaratibu wa alfabeti na kupewa maana zake. Hii ndio maana ya kamusi. Kitabu chenye maneno na maana zake, ambapo maneno hayo yamepangwa kwa utaratibu wa alfabeti. Naposema alfabeti ni yake kuanzia herufi A, B, C mpaka Z. Huo ndio utaratibu ambao maneno katika kamusi yamepangwa. Ili tuwe pamoja, maneno yote ambayo yanaingizwa kwenye kamusi yanapewa jina, yanaitwa vidahizo. Kwa hiyo nitakapokuwa natumia msamiati kidahizo, usianze kupata shida sini ugonjwa gani. Hapana. Neno lolote ambalo linaingizwa kwenye kamusi ili litolewe maana huwa linaitwa kidahizo. Kwa hiyo nitatumia kidahizo baada ya kusema neno. Hapana. Nitaanza kutumia neno kidahizo ili ujue kwamba katika kamusi maneno yote ambayo utayaona yameorodheshwa au yamechapwa kwa wino uliokolezwa, mara nyingi inakuwa kushoto kwa kila ingizo, basi haya ndio yanaitwa kidahizo. Likiwa moja, mengi yanaitwa vidahizo. Sasa kamusi tunazotumia sisi ziko za aina nyingi. Hizi aina ambazo naziorodhesha hapa ni zile za msingi tu katika kujifunza kwetu sisi, lakini zipo kamusi za aina nyingi kulingana na mahitaji ya watumiaji wake. Zipo kamusi ambazo zinatumiwa na madaktari, zipo kamusi ambazo zinatumiwa na wanakemia, wanajiografia, pia watu wa hesabu wana kamusi zao. Lakini lengo la kipindi hiki sio kuzungumzia kamusi hizo, bali ni kuzungumzia kamusi ambazo tunazitumia katika kujifunza somo la Kiswahili. Katika somo letu la Kiswahili tunazo kamusi aina 3 tu. Kamusi ya kwanza ni kamusi wahidia, kamusi ya pili ni kamusi tania, na kamusi ya tatu ni kamusi mahuruti. Sasa nini tofauti ya kamusi hizi? Kamusi wahidia inakuwa imeandikwa kwa kutumia lugha moja. Inakuwa ni lugha moja tu. Mfano, Kiswahili kwa Kiswahili. Basi ukiona kamusi ya namna hiyo, basi inaingia kwenye kundi la kwanza. Kamusi ya pili ambayo ni kamusi tania imeandikwa kwa lugha mbili. Mfano, Kiswahili Kiingereza, au kinyume chake Kiingereza Kiswahili. Kamusi hiyo itaingia hapa. Kamusi ya tatu mahuruti inakuwa imeandikwa kwa lugha zaidi ya 3 na zaidi. Mfano, Kiswahili, Kiingereza na pia pengine Kifaransa au Kijerumani. Kamusi ya namna hii ndio inaingia katika kundi la 3. Bila kujali kwamba inazungumzia jiografia, kemia, fizikia, lakini madam imeandikwa kwa lugha hizo, basi sisi tutaitambua kwa namna hiyo. Kwa hiyo katika somo letu tunazo aina 3 za kamusi. Sasa bila kujali kwamba ni kamusi wahidia, tania au mahuruti, kamusi nzuri ni ipi? Kwa mujibu wa taratibu zetu, kamusi nzuri ni ile ambayo itakuwa na maelezo ya kutosha
ufafanuzi mzuri wa matumizi ya maneno na pia yenye picha ama michoro ndani yake. Hiyo ndio itakuwa kamusi nzuri. Nimekuandikia hapa. Kamusi inayoonyesha maana za maneno, ufafanuzi wa maneno hayo, mifano ya matumizi na picha ama michoro, basi hiyo itakuwa imepata sifa ya kuitwa kamusi nzuri. Uzuri wa kamusi sio unene wake au ukubwa wake, hapana. Uzuri wa kamusi ni kama unajitosheleza katika vipengele hivi, basi hiyo itaitwa kamusi nzuri. Mpangilio wa maneno katika kamusi. Kama nilivyodokeza katika fasili ya kamusi, kwamba ni kitabu cha maneno na maana zake ambamo maneno hayo yamepangwa kialfabeti. Kwa hiyo mpangilio wa maneno katika kamusi huwa ni wa kialfabeti. Kwa hiyo na herufi yetu huwa ni ya kwanza, A. Kwa hiyo ukifungua kamusi utakuta kwamba kidahizo cha kwanza kitakuwa ni neno linaanza na A. Hivyo hivyo tutafuata mpaka kidahizo cha mwisho ambacho kitakuwa kinaanza na Z. Uzuri wa kupanga maneno kialfabeti ni kumrahisishia mtumiaji wa kamusi kuweza kupata neno analolitafuta. Kwamba natafuta neno ambalo linaanza labda neno linaitwa pata. Kwa hiyo ataenda kufungua tu kwenye herufi P, na angalia na anapata A, anapata neno lake. Ni rahisi sana. Lakini changamoto za kupanga maneno kialfabeti huwa ni kwamba maneno yenye maana moja yanawekwa mbali mbali kwa sababu tu yanatofautiana kiherufi. Mfano neno dosari na kasoro hautaona akiwa pamoja. Dosari ambayo inaanza na D utaikuta kwenye vidahizo vinavyoingia kuanzia herufi hiyo D, wakati kasoro itabidi ukatafute kurasa zingine ambazo zinaanza na K. Hiyo ndio changamoto yake. Sasa kamusi yoyote ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ya kamusi ni utangulizi. Kama una kamusi hapo mezani, ndugu mwanafunzi, waweza kufungua tu, utaona imeandikwa utangulizi. Sehemu ya utangulizi ya kamusi huwa ni mwongozo kwa mtumiaji kuhusu namna ya kuitumia kamusi. Kwamba atajuaje aina ya neno kwenye kamusi? Atajuaje kwamba neno hili lina asili gani? Mwongozo utakuwa umetolewa, sehemu ya utangulizi. Sehemu ya pili ya kamusi ni matini ya kamusi. Hapa sasa ndipo sehemu ya vidahizo na ufafanuzi wake. Napo ambapo sasa inaanza herufi A mpaka herufi Z. Ile sehemu yote kubwa ile ya kamusi ndio inaitwa sehemu hii matini. Kwa hiyo matini ya kamusi useme ni sehemu ya kamusi ambapo vidahizo pamoja na ufafanuzi wake hutolewa. Sehemu ya mwisho ya kamusi inaitwa sherehe. Sasa sherehe ya kamusi ni sehemu ya mwisho ambako maelezo kuhusu utaifa, lugha za taifa, fedha mbalimbali za nchi, kilimo, viwanda, biashara na mazao na picha mbalimbali hutolewa. Sehemu ya mwisho ya kamusi inaitwa sherehe. Kwa hiyo hizi ndizo sehemu kuu tatu za kamusi ya Kiswahili tunayoitumia sisi. Naamini hata Kiingereza pia nao ni sehemu tatu. Lakini usidhani kama wao wanasoma vipengele kama hivi. Sisi kwenye kujifunza somo hili basi tunaangalia sehemu hizo tatu za kamusi. Na muhimu uzifahamu hizi sehemu kwa sababu utaulizwa. Sasa namna ya kutumia kamusi. Maelezo haya ya mwanzo ni utangulizi tu, lakini sasa sisi mada yetu ni matumizi ya kamusi. Sasa tunaanza kujifunza namna ya kuitumia kamusi. Unatafuta neno. Nimesema maneno kwenye kamusi yamepangwa kialfabeti. Sasa wajibu wako ni nini? Angalia neno unalolitafuta limeanza na herufi gani. Kwa mfano natafuta neno nasibu. Neno nasibu limeanza na herufi N. Kwa hiyo nafungua kamusi yangu, naenda kwenye kurasa ambazo vidahizo vyenye herufi N vinaanzia. Na tafuta pale, nitaenda kulipata neno nasibu. Hatua ya pili, ondoa viambishi awali kwa maneno yenye viambishi ili ubaki na shina. Ndugu mwanafunzi, maneno tunayotumia sisi katika kujifunza kwetu hayasimami peke yake. Kwa mfano kitenzi. Angalia mfano hapa. Kitenzi kimbia.
Neno likiwa hili hapa kimbia, hili ndio shina. Hili ndilo shina la neno. Yaani jinsi neno la asilia lilivyo. Lakini huwezi kusema mimi kimbia katika matumizi ya Kiswahili haipo. Utabidi useme ninakimbia. Sasa ukikuta neno ninakimbia, neno hili hapa, ninakimbia. Ndugu mwanafunzi, neno ninakimbia kwenye kamusi hautalipata. Halipo. Ndio maana hatua ya pili nasema ondoa viambishi. Viambishi ni hivi viwili, ni na. Kwa hiyo ukishaviondoa hivi, basi ndio ukatafuta neno kimbia, utalikuta kwenye kamusi. Kwa hiyo kwa maneno yote ambayo yanaanza na vijineno vya mwanzo pale, ondoa. Uondoe kabisa, ndio utaweza kupata neno unalolitafuta. Hatua ya tatu, maneno yaliyo katika wingi, tafuta umoja wake. Kwa mfano unatafuta neno mapapai. Neno mapapai hautalipata kwenye kamusi. Kwa sababu neno mapapai inatokana na neno papai. Kwa hiyo katafuta neno papai. Hili ndio utakalolikuta, hili hautalikuta. Ndivyo namna ambavyo unaweza kutumia au ukaweza kuitumia kamusi vizuri. Kwamba maneno au vidahizo vilivyoingizwa kwenye kamusi ni vile vilivyo katika umoja tu. Sasa kwa sababu tunajifunza aina za maneno na kamusi ni kitabu cha maneno, na maneno haya yamegawanyika katika aina zake. Somo lililopita tulijifunza aina za maneno. Sasa kwenye kamusi tunazikuta hizi aina za maneno. Tunazikuta hizi aina za maneno. Kwa hiyo ni wajibu wako kuanza kuzitambua kwamba natafuta neno gani. Kwa mfano, tutakuja kuona hapa kuna maneno ambayo yanakuwa na maana zaidi ya moja. Utayapataje kwenye kamusi? Tutakuja kueleza hapo mbele katika kipindi hiki. Lakini swala la msingi ujue tu kwamba kuna nomino za umoja na wingi. Kwa hiyo kwenye kamusi hautapata nomino iliyo katika wingi, bali utapata nomino iliyo katika umoja. Vitenzi vinachukua viambishi. Hautakuta kitenzi ambacho kina viambishi kama nilivyokuonesha mfano hapa, hautakikuta. Hautapata kitu kama hiki, bali utakuwa unaangalia shina. Hatua ya mwisho, maneno unganifu huhesabiwa kama neno moja. Neno nikupa neno mwanachama. Neno mwanachama neno moja. Hutalipata kama neno mwana halafu na mwanachama hapa na chama, hapana. Mwanachama ni neno moja. Kwa maana hiyo sasa unapotafuta kwenye kamusi neno mwanachama utalipata kama lilivyo. Haitakuwa ni shida. Hii ni namna ya kutumia kamusi.